Yes, karibu kwenye Marafiki Station, na leo nataka nikufundishe vitu ambavyo vinaweza vikawa msaada kwako, ila pia vikawa msaada kwenye maisha yako ya kufanya tutorial za YouTube. Ila kabla hatujaanza, napenda nikukumbushe kwamba hii channel kama hauja subscribe itakuwa sio nzuri, na kuomba uweze kusubscribe, kwa sababu kama nakupa elimu bure, basi wewe ni support kwa kusubscribe hii channel ya Marafiki Station, na wewe uwe mmoja kati ya hawa watu zaidi ya 75,000, basi na wewe uwe mmoja wao, ili tunavotoa elimu basi unakuwa wa kwanza. Na kama unafanya tutorial za YouTube, basi utaendelea kuenjoy, na kama wewe ni fundi simu utaendelea kuenjoy, kwa sababu tunafundisha techniques tofauti, skills tofauti zinazohusiana na mafundi wa simu, mbinu tofauti za kufix simu ambazo zina changamoto, software na mambo ya motherboard, yani hardware. So vitu kama hivyo vyote vinapatikana kwenye channel yetu Marafiki Station. What we do, this is Marafiki Station, na hapa leo nataka nikufundishe namna gani unaweza ukawa unaitumia simu yako ambayo umeinunua kwa mtu, lakini umeinunua kwa njia salama. Basi kuikagua hiyo simu ni salama au sio salama, utafanya kama ifuatavyo. Utaingia kwenye simu yako kama hivi. Hii simu ni iPhone, lakini pia hii iPhone nataka nijue sasa kwamba hii simu ina iCloud au haina. Cha kufanya, nitaingia kwenye setting kama hivyo, then nikiingia kwenye setting kuna vitu kibao kama hivi, ila nitakachokifanya nita click hapo kwenye setting, then nikiclick kwenye jina hapa picha ya juu kama nilivyo click, then utakuja kuna vitu kama hivi hivyo kibao hapa, itakuonyesha kwamba una aina gani ya simu na ulishawahi kusign in kwenye simu gani. Kama hapa itanionyesha hapa kuna RJ na kuna Kevon. Huyu RJ, this is my phone now I'm using XS, then there is Kevon ambaye pia ametumia hii iCloud yangu kusign kwenye simu yake. Ni simu hii ya mwanangu, kwa hiyo nimesign pia iCloud yangu. So vitu au majina tunakuwa tunashare tu, majina ya kwangu na ya kwake tunashare. Kwa hiyo kila kinachoapia kule na huku pia majina yataapia. Ila hapo pia nikukumbusha kwamba hasa hapo utakuta hapa chini kuna neno sign out. Hili neno sign out linamaanisha kwamba unaondoa his iCloud ya kwako, simu inakuwa iko free kutumia. Na hii iCloud kuiondoa, maana yake lazima uwe unajua password za iCloud. Kwa hiyo kwa mtu ambaye sio mmiliki hataweza kusign out, kwa sababu kila utakapotaka kusign out hii itakudai uingize password. Hapa sasa ndio inapokuaga kimbembe, kwa sababu utakapoingiza password ndio uta off. Ukiturn off, maana yake umesign out. This is the first method you to know that this iPhone is safe to use. Kwa hiyo bila kufanya hivyo, basi utakuwa haujaweza kusolve tatizo la kuondoa iCloud kwenye simu, kwa sababu simu itakuwa ina iCloud, na ukitaka kudownload kitu itakucommand uingize password za iCloud. Ila pia ukipoteza au ukisahau password au ukaiformat, basi itakwambia uingize Apple ID, na Apple ID yenyewe ndo hii ni password ya iCloud. Hapa imekuandikia enter the Apple account password for hiyo hapo iCloud to turn off find my phone. Hii find my phone ni inakusaidia wewe kutambua simu yako iko wapi kipindi ambapo umeipoteza. Basi hii find my phone itakusaidia kutafuta kipindi hii simu ikiwa ina bando, itakuonyeshia location simu ilipo. Na hii find my phone huwa haizimwi mpaka wewe mwenyewe uizime. Kwa hiyo hata kama ikitokea mtu ameokota, basi hataweza kuitumia, kwa sababu itakuwa tayari inasoma location. Ila pia mwenyewe ukitaka kuifunga unaifunga. Na ikitokea umesahau password, kitu tutakachokifanya, utakuja hapa kwenye forgot password. Ukija kwenye forgot password itakupa option mbili. Option ya kwanza itakwambia uingize majina ambayo na tarehe na mwaka ambayo ulikuwa umeweza kuyasajili kipindi, na namba ya simu ambayo itakuja kodi utaingiza huku, itakuwa nini. Kwa mfano kama hapa mimi ilikuwa imedai verification kwa sababu natumia Face ID, kwa ilikuwa nataka ningeweka sura, maana yake ingefungua ingeniletea, lakini sababu sijataka hiyo, basi mambo hayajakuwa mengi. Ila pia kuna vitu kama hivi hapa, sign in and security zote ziko hapo.
information zangu, personal information ziko hapo, kuna payment and shipping ziko hapa. Hii hapa ni kadi, unaingiza kadi ya malipo kama vile unataka kununua vitu mtandaoni na nini. Kwa hiyo kama hapa mimi natumia Visa card. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kuna subscription pia inakuwa iko hapo. iCloud offer zao GB 5 ziko hapo, ila pia kuna family setup iko hapo, find my phone, multimedia and purchases iko hapo. Hizi multimedia and purchases hizi ni app tofauti ambazo ziko mitandaoni, ambazo za kulipia na sizo za kulipia, basi zote ziko mitandaoni, ila pia sign in with my app iko hapo pia na vitu kama hayo. Kwa hiyo hapa leo nimekupa hii tips ambayo unaweza kuikagua simu kama iko salama na au haiko salama. Njia nyingine pia unaweza ukaja kwenye browser yako yoyote. Kwa mfano kama hapa nikaingia kwenye browser, zeni nitakuja kwenye Google. Ukija kwenye Google utafanya kitu kimoja. Ukiingia kwenye Google utaingia email check. Search email check. Email check utaona hii hapa ina icon hiyo hapo. Utakuja hapa utaingiza email namba ya simu yako ambayo inakuwa digit 15. Hizi digit 15 ukiziingiza hapa itakuletea kwamba hii simu yako iCloud iko on, kama ni ya wizi, kama ni bypass, vyote vitakuja hapo. Kwa hiyo itakuwa ni kazi kwako, ila itakuwa imeshakuletea maelezo yote ya ndani ya simu. Kwa hii itakusaidia wewe kujua information za simu yako. Na hii email check inatambua simu karibu nyingi ambazo tunasema zinazo support including za na Apple na Samsung. Lao wanaweza kutambua changamoto za simu ambazo kama ni simu tunasema second hand au the first hand, vitu kama hivyo. Leo nakupa tips hiyo. Napenda upende uweze kusubscribe, kwa sababu utakaposubscribe utanipa moyo na wewe pia utapata kipindi ambacho kinakuja. Nataka nifundishe namna gani tunaweza tukawa tunatengeneza simu yako kama inasumbua kamera au Face ID imekufa, basi nitafundisha tips ambayo njia rahisi zaidi ya wewe kuweza kuzifiksi hizo changamoto za Face ID. Maana wengi naona wamelalamika, wanatamani kusolve matatizo hayo yanawakumba. Face ID imekufa au fundi alikuwa akibadilisha kioo Face ID ikafa, na nini kinafanya Face ID ife? Labda kwa haraka zaidi niweze, kabla sijafundisha namna ya kuitengeneza Face ID, nataka tu uweze kujua kwamba Face ID tunasema ni kamera ambayo inatambua sura ya mmiliki ambayo ameiweka. Kwa hiyo hii Face ID kufa kwake huwa inakuwa mara nyingi inachangia na vumbi kuingia kwenye ile lens ambayo tunasema inayo tunza kumbukumbu ya picha ya mmiliki, ila pia muda mwingine inategemea na fundi aliyekuwa na replace. Kuna thumb particle akitoa, yani baadhi ya kitu akiwa amekitoa kwenye lens, basi inaweza ikatokea corrupt na isiwe. Ila muda mwingine inaweza ikasababisha Face ID kufa kwa sababu ya iOS. Ukawa unatumia iOS ya nyuma sana, nayo inafanya Face ID isiperform, kwa sababu Face ID pia inategemea na updates ambazo zinatolewa na iOS, yani wao Apple. Kwa hiyo ikitokea ina changamoto, unaweza kama nyingine na scan lakini haimalizi, basi jaribu kuupdate simu yako, angalia ipo kwenye iOS ya ngapi, iko kwenye version ya mwisho au unatumia version ya mwanzo. Kwa kama ni version ya mwanzo is good, yani ya sasa hivi itakuwa ni nzuri, lakini kama version zile za kizamani, manake pia inahitaji uupdate uendelee kuenjoy na Face ID. Ila fundi kama anabadilisha kioo kwa fundi wa simu hizi iPhone, basi ajitahidi sana asiguse ile tunasema depths ya Face ID. Kuna kadude fulani kama kamera, lakini sio kamera, ni keupe kale, asikaguse na mkono wala asikifute na kitambaa. Akifuta bye bye, akigusa au akishika na mkono Face ID bye bye. Yani ile haihitaji kuchafuliwa. Kwa hiyo asije akafanya kama anasafisha, kumbe ndo anaiua. Ile aiache kama ilivyo na aizingatie sana kipindi anabadilisha kioo. Na pia kitu kingine nitakuja kufundisha vitu kama True Tone. Kwa nini mtu mwingine anataka kubadilisha kioo True Tone haiondoki? Kuna vitu kama battery health, namna watu wanavobadilisha battery na battery health labda muda mwingine haionyeshi kwa sababu gani. Ila pia nitakuja nifundishe kwa sababu gani watu wengine
battery health unakuta inasoma 100 na simu haikai chaji, namna watu wanavyozi fake hizi battery health, vyote nitakuja kuvielekeza, na nitakuja pia nitoe somo hili. Hivi vitu vyote nitaviunganisha kwenye kipindi kimoja, ila pia napenda nikukumbushe ili uweze kuenjoy hivyo vyote, subscribe Marafiki Station. Wapo kwa ajili ya kukufundisha technique tofauti tofauti na maujuzi tofauti tofauti, changamoto tofauti tofauti zinazotokea kwenye simu yako. Leo nimekupa hiyo, basi next time utaenjoy zaidi, kwa sababu na vitu vingi zaidi ambavyo nataka nikupe. What do we do? This is Marafiki Station, beyond the voice, Shaxton Classic. See you next time. Bye.